Katika ajenda ambazo Marekani waliziweka mezani kupitia makamu wao wa rais JD Vance, ni zipi ambazo zimekuwa ngumu sana kwa Iran kukubaliana nazo? Kwanza, mechi ilishakwisha kabla haijaanza. Kwa sababu ajenda walizokubaliana nazo kwenda kuzungumza ilikuwa ni vifungu 10 vya Irani. Yani proposal ya Iran ya vifungu 10 ndio walisema, na Trump alisema itakuwa msingi wa mazungumzo. Yani msingi wa mazungumzo tutajadili kile Iran amekileta. Kwa sababu Marekani wakati wa huu mzozo karibu mwezi mmoja na kitu, Marekani alishapeka proposal mara 3 ile ya vifungu 15 na wakakataa mara zote. Walikwambia hivi havijadiliki wala havizungumziki, wakakataa. Kwa hiyo mwisho kabisa mpaka wanakuja kufikia makubaliano baada ya tisho la Trump, manake kuwa Marekani aliwaambia Pakistani, mwambie anataka tuzungumze nini. Ndio Iran wakapeleka proposal kuwa tunataka tujadili hili. Trump akasema it's okay, tutajadili hili, na akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa tutajadili, yani mazungumzo yetu yatahusu vifungu 10 vya Iran na vinawezekana. Kufika kwenye meza wakaleta tena vile 15. Ndio kwamba mechi ilikwisha kabla haikuanza. Wakaleta tena vile ambavyo tayari hawa walishavikataa muda. Hawa wakakataa, wakasema hatujadili hivi, tunajadili. Kwa hiyo ikawa na mvutano kuwa tunajadili kipi. Kwa hiyo huyu anatoa cha kwake, huyu anatoa cha kwake. Lakini msingi wa mazungumzo ulivurugwa kuanzia awali. Saa 21 hazijafua dafu. Nini ambacho tunataraji kutokea ukizingatia kuwa Donald Trump tayari ameanza kuzungumza hasa kuhusu mlango bahari wa Hormuz na kusema kuwa sasa wanaweka vizuizi vya kijeshi pale kuanzia hii leo Aprili 13. Dunia inapitia kwenye kipindi kigumu kutokana na mlango kufungwa. Angalau watu wakawa wanaomba nafuu kuwa angalau hata meli kadhaa zipite angalau kuweza kutupunguzia yale machungu. Kwa hiyo Irani anaruhusu baadhi ya meli, lakini zinalipa kwa kupita, na wenye nchi hizo wameshakubali kwa maana sisi tutalipa kama $1 kwa pipa kawaida, kwa sababu wanalipa $1 kwa pipa, yani takriban $2 milioni kwa unajua meli inachukua karibu milioni 2 lita au zaidi ya hapo inakuwa imebeba, so $1 wanakuchaji. Sasa zile nchi ambazo au wafanyabiashara wameshakubali kuwa sisi toke tutailipa hiyo, ndio wanaweza kupita kwenye ule mlango. Sasa Trump anachokifanya ni hivi, wale ambao walikuwa wanaleta nafuu, yani hatupati mafuta kwa 100%, yani tunapata kwa 60%. Trump anaenda kuizuia ile 40 sasa na yenyewe isifike kabisa. Sasa sijui unashindwa kuelewa kuwa tukose kabisa. Kwa hiyo ni kama vile anacheza midundo ya Iran. Unajua Iran wakati wameanzisha block ya Hormuz walisema kuwa tunataka tupeleke mafuta yafike $200 sokoni. Yani walichokuwa wanataka Irani ni kulazimisha dunia iimbe wimbo mmoja. Yani wanachosema kuwa wakati Marekani anavunja sheria dhidi yetu, wakati Marekani anapotuonea kinyume cha sheria dhidi yetu, nchi zenye nguvu na nchi ambazo zilitakiwa zitetee sheria zimekuwa nyuma ya Marekani kusapoti kutuonea sisi. Sasa kama mlitegemea kuwa Marekani akituumiza sisi tutaumia sisi, tunawajibu kuwa tutaumia wote. Ndio walikuwa wamekusudia. Hasa nchi za Ulaya walikuwa wamekusudia kuziminya kwenye hili. Lakini alichokifanya Iran kuzuia mlango bahari wa Hormuz, Iran ana asilimia katika ile mlango bahari wa Hormuz. Ndiyo. Marekani akienda kuweka kizuizi cha kijeshi pale, ana miliki yoyote inayomruhusu yeye kuweka kizuizi hicho? Kwanza ifahamike, sehemu ambayo Marekani anaenda kuweka kizuizi kwenye Hormuz sio katika lango la Hormuz. Nje ya lango la Hormuz. Yani maana yake kuwa Marekani anachokifanya kuwa wewe umeisha lipa $2 milioni kwa Irani, Irani kakuruhusu nenda kachukue mafuta yako. Halafu unatoka. Wakati unatoka ukivuka ile lango la Hormuz, kule mbele utakutana na Marekani anakuzuia. Hakuna kwenda. Kwa nini? Yani anachofanya ni kuzilazimisha sasa wale ambao tayari wamesalimu amri kwa Irani kununua kuwa wasiende. Yani kuwa Irani kwa nini apate pesa? Kwa sababu katika moja ya hoja ambayo ilikuwa imeleta mvutano juzi, Marekani walitaka na wao waunganishwe kwenye kuchaji fee. Yani kwenye wakati Irani wanasema kuwa umiliki wa Hormuz utakuja kwetu sisi na Omani ambao ndio wenye asili ya eneo. Marekani wakasema no, na sisi tutakuwa katikati. Yani na wao wachukue kwenye hiyo. Sasa yani wao wanaingia, yani unaenda kuchukua kodi kwenye nyumba ambayo haikuhusu. Yani watoto wenye nyumba ambao wameachiwa urithi wana vyumba viwili. Sawa? Huyu vya kwake na huyu vya kwake. Sasa wewe umetoka mtaa wa 7 unakuja pale unamwambia basi na mimi hata nipe kodi ya chumba kimoja. Ndio jibu linakuja kuwa wale Irani wakamwambia unachukua kama nani? Yani uhalali wako wewe wa kuchukua hapa kama nani?